Katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. We are happy that you gave this day for us, that we may rejoice and be glad in you. We thank you, Lord, because our sister is going to share the word of God. We thank you, Lord, because being together with us tangia tuingie katika ile mlango, you have talked to our hearts. You have refreshed us, King of glory. How we thank you, Lord, because of your word, because your word is you. As we sit down to listen your voice, Jehovah God, we pray that you will use our sister for your own glory. We thank you, Lord, and we bless you. In Jesus Christ we pray, trusting and believing. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Tushangilie Mungu kwa sababu ya ukuu wake na mambo yake pia. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, amekuwa kipilio na tegemeo langu. Kwa uhakika nimemuona akiwa rafiki wa karibu na nimemuona akiwa tegemeo langu. Bwana Yesu asifiwe. Na hudumu na kanisa la Pefa mahala pale Urega, na mahala pale nimekuwa na mimi ndiye kiongozi wa wamama mahala pale. Huu ndio mwaka wangu wa 10 kama naongoza wamama mahala pale. Natukuza Bwana kwa sababu aliniona. Mimi ni mama, niko na watoto 4. Bwana Yesu asifiwe. 4. Sinaona niko na familia kubwa. Niko na vijana 2, mmoja ako 35, mwingine ako 32. Na niko na wasichana warembo sana, wataletwa na hao vijana wangu ili namba ile iwe kamili. Bwana Yesu asifiwe. The word of God inasema ya kwamba declare a thing and it will happen. Bwana Yesu asifiwe. Na natawatangazia, sijui kama wako huku kwenu, sijui mahala waliko, lakini kuna wasichana 2 wataletwa, sio wanaume, wasichana 2 ili namba ile ifanye nini? Ikamilike. Bwana ni mwema, Bwana ni mwaminifu, na ni Mungu wa ajabu, na sisi kumtegemea ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Niko na salamu ya mchungaji wangu, kwa uhakika singeweza kutoka mahala pale kama sijaomba ruhusa, na hata asubuhi kwa sababu kuna huduma nafanyanga hapo ya kutengeneza madhabahu. Nilikuwa mahala pale asubuhi na mapema sana, na akanipata na akaniambia Roho Bwana alikuwa anamwambia lazima kwanza nifike mahala pale ili nikuje hapa, na akanituma salamu. Naitwa Reverend Elijah Rufale na Pastor Gladys Rufale, na wote walituma salamu, msipokee zenu. Mungu awabariki sana, na hisi kunyenyekea zaidi. Madam Pauline rafiki wangu wa zamani, tumelea watoto na yeye, tumetembea safari. Siwezi elezea hapa ni kwa sababu tunaweza tumia muda wote, lakini ni rafiki wangu wa karibu, rafiki wakati mambo yamekuwa mazuri tunafurahia pamoja, na wakati mambo ni magumu ananipatia shoulder lake niweze kulilia, na wakati niko chini anakuja kama anaweza, na kwa sababu Mungu amemwezesha ananiinua na anahakikisha ya kwamba hilo jambo limepita. Kwa hivyo yeye pamoja na jamii yake na wapenda sana, na ni Mungu alituunganisha, na ni Mungu mwaminifu. Amen. Mchungaji mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya kuniruhusu pamoja na wasirika na uongozi wa kanisa tuweze kushiriki neno la Mungu kwa hizo dakika zimebaki, na najua wakati wa Mungu ule ameakaa, najua neno la Mungu tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma katika maandiko yako katika kitabu cha Timotheo wa pili, 2 Timothy chapter 2. Tutaanzia hapo mstari wa 19 tukiendelea. Bwana Yesu asifiwe. 2 Timothy. Tufungue Biblia zetu 2 Timothy chapter 2. Kuanzia mstari wa 19, na Mungu wetu ni mwaminifu, na Mungu wetu ni Mungu wa baraka, na nitasoma. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription: the Lord knows those who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from the wickedness. In another house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood
and clay. Some are for special purpose and some for common use. Those who cleanse themselves from the litter will be instruments for special purpose, made holy, used for the master, and prepared to do any good work. 22. Free from the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call the Lord out of pure heart. Don't have anything to do with the foolish and stupid argument, because you know they produce quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resenting. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tufikize hapo kwa sababu ya wakati, na Mungu wetu ni mwabaraka. Maana tumesoma, najua ni neno la Mungu tumelisikia, inaongea ya kwamba Mungu hujua walio wake. Bwana Yesu asifiwe. Mbia jirani yako, kwa sababu hii tunahubiri na wewe, kwa sababu mimi nimesimama na wewe umeketi, lazima utanisaidia ya kwamba Mungu anawajua walio wake, na Mungu wetu anakujua, na ndiposa akakuleta mahala hapa. Inaendelea kusema ya kwamba in a larger house, katika nyumba kubwa, kunazo vyombo vya aina mingi. Kunazo za heshima zaidi, kunazo za kawaida, na zote zinapojiweka vizuri, zinapojiandaa vizuri, the master anazitumia ni kwa sababu ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na the title ya mafunzo haya ama ya mahubiri haya nimeyapea kama a vessel fit for the master's use, chombo kilichofaa kwa matumizi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe ni vyombo vinavyofaa katika matumizi ya master. Na ndiposa hata katika in this larger church, wakati Paulo alikuwa anaandikia Timotheo haya maandiko ya kwamba anamwambia ya kwamba in a larger house, alikuwa anatumia in that larger house kama mfano ya kanisa. Na kwa hivyo hatutaenda pale nyumbani, tutaingia katika mahala hapa, nyumba ya Mungu. Katika nyumba hii kubwa la Mungu kunavyo vyombo vya aina mingi. Zingine ni za dhahabu, zingine ni za silva, zingine ni za mbao, na zingine ni za udongo. Lakini hata vile zilivyo mingi, zinapojitakaza kwa sababu ya kazi ya Mungu, hata hiki cha udongo na hiki cha mbao kinatumika kama vile kile cha dhahabu kinaweza tumika. Bwana Yesu asifiwe. So the key hapa ni jinsi unatayarisha moyo wako, kile kilicho ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Most of the time tunafaaga the fake, tunafaaga the mask, tunapaka maskara, jinsi unaniona ndani yangu sio vile nilivyo. Lakini Mungu wetu angetaka ya kwamba jinsi unakaa nje hata ndani, kwa sababu Jehova akona haja na kile kilicho ndani mwako kiwe kisafi, ili wakati anataka kukitumia hata sumbuka na kukitafuta, atakichukua akitumie na kiwe cha baraka katika utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ya hivyo ndiposa unaona hapo mstari wa 19 inasema ya kwamba Mungu anatujua. Mchungaji anaweza kuwa hatujui kwa sababu anatuona nje na yale mavazi tunavaa. Anatuona na vile tunarukia Mungu wakati wa kumwimbia. Lakini Mungu ajuaye sirini anatujua kwa kutoka ndani mwa moyo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe katika ufalme wa Mungu ni chombo cha aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu chombo zote ni za thamani. Hata kama wewe ni wa mbao, hata kama wewe ni wa udongo, as far as umeweka moyo wako ukiwa msafi, tayari kutumika kwa Mungu, kwa uhakika utakuwa chombo cha thamani. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko lakini waandike tu hatuta yasoma.
yako katika kitabu cha Act mstari wa 13. Chapter 13 mstari wa 2. Act chapter 13 mstari wa 2. The Holy Spirit alisema ya kwamba separate me Barnabas and Saul for the work I have called them. Separate me. So ndiposa uwe chombo cha dhamana, you must be separated. Lazima utenganishwe ama ufanye nini? Hiyo Kiswahili sometimes inakuwa gumu kidogo. Lazima ukuwe separated na mambo mengi sana, ili kilicho ndani mwako na kile umebeba kiweze kumpendeza Mungu. Na ndiposa wakati huo walipokuwa wanataka kuchaguana, na nakumbuka even to us the Pentecostal churches, kuna wakati wa uchaguzi wa wamama tulikuwa tunaomba na tunafunga ili Roho wa Bwana atuchagulie viongozi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hakika hao watu walipokuwa katika maombi na Roho wa Bwana alisema nini? Separate me Barnabas and Saul, because kulikuwa na kazi yao ilikuwa ifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Je, mimi na wewe are we separated? Tumejiseparate ili kwa sababu ya kazi njema ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukue separated. Lazima tujitenge na mambo yale yanaleta yalete sifa katika utukufu wa Mungu, ili Mungu wetu aweze kututumia. Na nikakuwa nikiangalia mambo kadhaa, nimeandika mambo 4 yale tunafaa kuangalia sana ili tuweze kutumika vizuri na Mungu wetu. Na kwanza nilikuwa nimeangalia nikasema, to be greatly used by God, we must separate from ungodly relationship. Ili utumiwe sana na Mungu, lazima ujitenge na uhusiano usio mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujitenge na chochote kinaleta. Bwana Yesu asifiwe. Sio ni siku ya wamama. Na sisi wamama tunajua kwa kuongea tulibarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuongea wamama tunabarikiwa kwa sababu mzee akiongea maneno matatu, mimi niko na dhati, niko na badati. So wakati tunaongea hayo maongeo yote, lazima tuangalie yale tunaongea, je, yanampendeza Mungu wetu? Yanatufanya tuwe vyombo vya dhamana mbele za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So lazima tujiseparate na mambo yote yale yanaweza leta dhambi, kwa sababu Mungu wetu anachukia dhambi, na Mungu wetu ni mtakatifu, na Mungu wetu anatembea na watakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujiweke vizuri, kama vile wamama tunaweka vyombo vyetu vya dhamana katika kabati. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mama tunajua kuweka vyombo vyetu vizuri, na wamama tuko na vyombo vya wageni na tuko na vyombo za siku za kawaida. Si ni ukweli? Si tuweke mioyo yetu ikae kama hizi vyombo vya kabati. Vile wakati tu mgeni wa heshima anakuja, ndio tunaitoa vizuri, tunaipakuza vizuri, tunaiandaa vizuri, na tunamsafia chakula mahala pale, anafurahia, anasikia anaheshimika. Even our God anatamani ya kwamba wakati tunaenda mbele zake, tumeweka mioyo yetu iko safi. Wakati tunatoa dhabihu zetu mbele zake, zinakubalika kwa sababu mioyo yetu iko safi. Bwana Yesu asifiwe. Tuweke mioyo yetu kama vyombo vya kabati. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zile sahani nzuri na vikombe nzuri za luminati tunaweka pale za kabati, hata mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni baraka. Ya pili, to be greatly used by God, you must be clean. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe msafi. Sio msafi nje, hata mavazi kukuwa masafi ni mazuri kwa sababu yanaleta utukufu katika Mungu. Lakini even ndani ya mioyo yetu lazima tukue wasafi, lazima tukue waaminifu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tukue waaminifu, lazima tuishi maisha ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukue na tabia njema ili tuweze kumfurahisha Mungu na Mungu aweze kututumia kama chombo cha dhamana. Ni kwa sababu
ya utukufu wake. Je, wakati tunakuja kanisani, wapendwa, sisi hujiandaa? Kwa sababu wakati unaenda mahali kama sasa, tangu Madam Pauline aliniambia tutakuja mahali hapa, nilianza kujiandaa. Je, wakati unajua kesho ni Sunday, sasa ni siku ya Saturday, nitaenda kukutana na mfalme wa wafalme, nitaenda kukutana na Mungu mkuu, Mungu mweza. Unajiandaa vipi? Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji pia tu hawa mama ya kwamba utawapeleka State House, utaona vile watajiandaa, hata watalala hawatalala, ndara hakitalala, kwa sababu hatutaki gari lile linatupeleka State House ifanye nini? Na je, huyu Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, ametupa pumzi, hajatuzimia. Wakati tunaingia katika madhabahuni mwake na katika mlimani mwa Bwana, tunajiandaa vipi? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu tunaweza sahau na mambo yote, kuna kitu nilikuwa nimekuja nayo tuweze kufanya demonstration kidogo. Tuweze kufanya demonstration kidogo, kwa sababu tuone wakati tunakuja katika nyumba la Mungu tunakuja kivipi. Bwana Yesu asifiwe. Si unaona hapa niko na chombo cha thamani. Hiki chombo nani hawezi kubali nimpatie? Si kila mmoja anaweza tamani hichi chombo kikuwe ni chombo chake, awe anabebea maji ya kukunywa. Na hivyo ndivyo Mungu wetu alituumba tukiwa watu wa dhamana mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Alituumba hivyo, na anapenda ya kwamba jinsi alituumba tukiwa wazuri, wasafi, warembo, wa kupendeza, hata ndani ya mioyo yetu, hata yale tunayofanya sirini bila mtu mwingine kutuona, tukiwe kama vile tunaona hiki chombo nje. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati tunakuja katika nyumba ya Mungu, wapendwa, wakati ama tuko kama chombo hiki, kwani tunakataa kusema tutafika. Bwana Yesu asifiwe. Nje chombo hiki kiko kizuri. Nataka awa kamera maana kuje atuambie chombo hiki ndani kiko aje. Hiki chombo nikikupatia sasa utakikubali? Utakikubali? Hapana, ni kichafu. Ni kichafu. Bwana Yesu asifiwe. Hiki chombo amesema hata nikimpatia hata kikubali, kwa sababu ni kichafu. Akiwekewa maji hapo, hata ikiwe imetengenezwa na asali, hata itumia, ni kwa sababu chombo hiki ni kichafu. Wapendwa, wakati tunaenda mbele za Mwenyezi Mungu, kama hatujajitakaza, kama hatujajiandaa vyema vile Mungu wetu anatupenda, hata kama Roho Mtakatifu atashuka, atashuka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ole wangu na ole wangu, tuliacha mambo zote, tukaachana na vyote, tukamfuata huyu Mungu. Lakini kuna mahali hakujakamilika, na ndiposa anatuoni kama tuko vyombo vya dhamana, jinsi alituumba tukue vyombo vya dhamana. Lakini neno la Mungu limesema nini? Kinapojitakaza na kijiweke vizuri, kitakuwa cha dhamana na kitatumika kwa sababu ya mambo bora. Bwana Yesu asifiwe. Sahihi hiki kikombe kikioshwa kitang'ara na kitakuwa kikombe cha dhamana, na nikipatia my brother atakikubali kwa sababu kimesafishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tuoshe mioyo yetu tunapokuja kutoa ibada mbele za Mwenyezi Mungu. Kipoza ibada zetu sikuwe na manukato mazuri, siweze kukubalika, ili wakati Mungu anapotumia vitu vile tunaona ni kama hazifai, ni kwa sababu wakati Roho wa Bwana ameshuka, hata akipata katuthi pik. Bwana Yesu asifiwe. Because in another house kuna mpaka nini? Toothpick. Kuna mpaka drawer ya dustbin in another house. Na zote ziko na kazi katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Roho wa Mungu anashuka, mimi kama kiongozi wa wamama,
elda wa kanisa, na nafikiria mimi ndiye Mungu atatumia, lakini anakosa kunitumia. Anaenda kwa yule naona ni kama si yeye anafaa, na anatumiwa na Mungu, naanza kulalamika, lakini makosa ni yangu, kwa sababu ni chombo changu, hakingetumiwa na mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Tusipojiweka vizuri, wapendwa, Mungu anaposhuka, kwa sababu Mungu lazima ashuke, akipata ya kwamba hatuna utayari wa kutumiwa na Bwana, atatumia kile kiko karibu, kile kimejiweka vizuri, kile kimejitakaza. Because sasa nikipatia my brother this to the big, ataifanyisa kazi ile inafaa, kwa sababu iko safi. Bwana Yesu asifiwe. Ni chombo cha aina gani katika nyumba ya Bwana? Je, wakati unakuja kutolea Mungu dhabihu zako, wakati unakuja kutoa sadaka zako, unakutoka tu kwa nyumba bila kujua vizuri ni nini utatolea Mungu, ama unajiandaa? Bwana Yesu asifiwe. Siku ya jana nilikuwa nimeitwa udhoni na my friend, na nikaenda mpaka huko Kadia Maragwa. Lakini wapendwa, sikufika pale kwa udhoni ati ndio niliingia kwa mfuko nikamuongezea buzi zile alikuwa anapeleka. Nilikuwa nimejiandaa hiyo wiki yote, huyu rafiki wangu vile tumetembea na yeye, nitampatia hiki na nikakiandaa vizuri. Je, wakati tunakuja mbele za Mwenyezi Mungu katika matoleo yetu, hata sisemi mambo ya saka, sisemi mambo ya sadaka, ni nini tunatolea Mungu wetu? Tunajiandaa namna gani kwa kutolea Mungu wetu? Ni kwa sababu gani? Kuna vile tutatoa kwa sababu wakati wa kutoa umefika, lakini hasitakubalika. Mungu asikatae kama vile alikataa ya Kaini, na tutalalamika kama vile Kaini alilalamika, lakini Mungu atatuliza tu swali moja: kama ungefanya jambo lililo bora, si hata yako ingekubalika? Yesu asifiwe. Wakati tunatolea Mungu wetu sadaka, wapendwa, huwaga tumejiandaa, kwa sababu tunajua gasadi tunakuja. Ibada haiwezi kuwa ibada kamili bila matoleo ya sadaka. Je, tumejiandaa? Because the way utajiandaa, the way utakuja kama umejiandaa, hivyo tu ndivyo Mungu wetu ataona jinsi unamchukulia akiwa wa dhamana na akiwa very important to you, na yeye atatembea na wewe. Uwepo wako mtaenda pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama economy ya Kenya itatikika, hata kama watu watakuwa wanangojea ukuje uishi, imagine hautaisha. Kwa nini? Kwa sababu umemfanya Mungu akuwe yua mkubwa wako na unamheshimu. Je, sisi wapendwa, tunaheshimu Mungu kwa matoleo yetu? Tunaweza kuwa maybe hatakuwa tunamheshimu ama tunamheshimu, lakini neno la Mungu limetuambia ya kwamba hata kama chombo sio kisafi, kinapojiandaa na kujisafisha na kuoshwa, Mungu wetu anakitumia. Si tujipange wapendwa, si tuheshimu huyu Mungu wetu, si tujue vitu zote ni zake, si tujue yeye ndiye ametubariki. Vile ungekuja kwangu na furaha kwa sababu nimekuita na umejiandaa, si hata katika nyumba ya Bwana ujiandae vizuri, na Mungu wetu utaona akileta mabadiliko katika nyumba yake, akiongeza, wakati anakuongeza na wewe pia unazidi kuongezeka, nalo ufalme wa Mungu unazidi kupanuka na kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ingine namba 3 ni a fit face is ready for every good work. Chombo chema inakuweka na utayari wa kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati, kwa sababu wewe ni chombo chema na ndiposa Mungu alikuleta, wewe uko na utayari wa kazi njema mbele za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Chombo maalum kinakuweka tayari kufanya kazi njema. Kufanyia Mungu wetu kazi njema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nilienda kutembea mahali, na nikaenda kutembelea rafiki yangu, lakini sio Madam Bodi,
kwa sababu na rafiki nilipoenda kumtembelea, kwa kweli akanipikia, lakini aliponipikia, wapendwa, ile sahani aliniwekea chakula ilikuwa tu ile niseme tu ya plastic. Na kukua sahani ya plastic haikuwa shida, ni kwa sababu tulikuwa tumekaa kwa sitting room na kuna wall unit nzuri sana, lakini kulikuwa na sahani salumina nilikuwa nasiona. Chakula kilikuwa kizuri sana, lakini uzuri wa hiyo chakula ukweli sikusikia. Mimi nilikuwa tu nauliza, kwani mimi shwari nimekuwa wa hiyo kiwango hajatoa ile sahani iko pale ya lumina aniwekee chakula. Na nikatoka mwili moyo wangu umehuzunika, nilimsamehe kwa sababu lazima nimsamehe. Lakini sikurudi tena. Kama nataka tukutane, tunakutana mahali kwa hoteli, tunaongea mambo yetu ya marafiki. Ni kwa sababu niliona it's mahali hapa sikuwa nahitajika. Kuna vile tunaigiaga katika nyumba ya Mungu, ndio tunaomba, we are intercessors. Tunaomba na tunaomba maombi marefu hata ya masaa mawili because intercessors wao wamebarikiwa. Lakini ndani wetu tuangalie, tusikue kama huyo rafiki alipatia huyu mama Kevin chakula na sahani. Chakula kilikuwa kizuri, hata kilikuwa kimeandaliwa vizuri sana, hata kilikuwa kinanukia, lakini hata hiyo harufu sikuwa naisikia. Nilikuwa naangalia hii sahani sana, my God, hapa ndio nimefika. Hii na zile sahani amewekea nani? Bwana Yesu asifiwe. Wakati una withdraw hicho kizuri unakosa kutolea Mungu, unawekea nani? Bwana Yesu asifiwe. Unawekea nani? Mimi katika uongozi wa region, katika Nairobi region, I'm the treasurer. Hata ukinitaja tu watu wa hii Kongo wale wa PEFA bila najuaka, wanasema kwa yule madam mweupe Evan anajulikana. Mimi ni treasurer because niko treasurer for 7 years, na mimi niweza sadaka ya mama. Wakati tuko na conference, wakati tuko na come together kama sasa, tulikuwa na conference August, walikuja pale Ruiru last week. October watakuja na tutakuwa like 700 wa mamas kutoka East mpaka area hapa kwenu. Na mimi kuhesabu sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuhesabu nini? Sadaka. Kama kuna noti tumesubua wapendwa, ni noti ya 50. Na hiyo noti hata kama inaongeaka na ni nzuri, ni pesa. Ni pesa kwa sababu ni pesa. Lakini hata tumeisubua vile tunaitujaka. Hiyo kukucha. Na nilijua kweli tunajulikana. Siku moja nikaenda kwa M-Pesa, nikawithdraw pesa mahali pale kipo kwa stage. Nikaambia mtu wa M-Pesa, no, hii sitachukua 50. Aliniambia nikikuangalia na wewe ni mama wa kanisa, hizi ni zile mnatuletea kama hadi after kutoa sadaka. Aso nimwambia leta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini? Wakati Yesu alipokuwa akihudumu, kuna mama alitoa ile ilikuwa ya chini sana. Lakini Yesu alitakasa akasema, kati ya wale watu wote wametoa, huyu yule mama ametoa. Bwana Yesu asifiwe. Ayusho huyo mama alikuwa amekuja hiyo zaidi yake hivi tunakujaga na Yesu akaiona. Yesu akaiona kweli. Na kwa sababu hiyo ndio Mungu amekubariki nayo. Toa kombe. Achia fukifa. Bwana Yesu asifiwe. Acha kupatia wale watu wa kuweza kazi Mungu. Sikini hata sina namkaka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini? Nataka kukuambia nini? Wakati tunafanya kazi ya Mungu, ni kwa sababu kazi hatufanyii mchungaji. Kazi hatufanyii viongozi wa kanisa. Tunatumikia Mungu na ndiye ametuita. Wacheni tuifanye kutoka ndani ya mioyo yetu na tuifanye bila uoga, kwa sababu hawajatuita, tumeitwa na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Wajibu kwa nini nimetoa hiki, ni kwa sababu hicho ndio Mungu amenibariki nacho. Bwana Yesu asifiwe. Si tunaendelea vizuri? Tupigie Mungu makofi. Usikie niko peke yangu. Ya ile inasema ya kwamba afili. Nataka niongeze tu dakika 5 nimaliza. A fit vessel bears master's mark.
Bwana Yesu asifiwe. Chombo chema kinakuwaka na mark ya the master. Na because the master anakijua kwa sababu kiko na nini? Na mark yake. Na wewe, mimi na wewe, kwa sababu tuliokoka, lazima tukue na mark ya Jesus Christ. Lazima tukue na mark ya Jesus Christ. Mahali kwetu hatuna ng'ombe mingi, lakini ng'ombe mingi nimesiona zimetoka pande ya Ngong na Narok, zimepita Nairobi. Na hizo ng'ombe ukisiangalia na hapa nyuma zinakuwaga na alama. Na hiyo alama wakati hiyo ng'ombe inawekwa, amshua lazima iwe inakuwaga chungu sana. Je, wewe si ukubali kufinywa, kuhudwa vizuri ili mark ya Jesus Christ ikuwe ndani mwako? Bwana Yesu asifiwe. Si ukubali tu, ili hata unapotembea, hata tunapoenda uinjilisti huku nje, watu hawatasumbuka kuuliza hawa ni kina nani. Watajua ya kwamba hili ni kanisa la Bwana Yesu limekuja kutuletea injili. Kwa nini? Kwa sababu already tumejiweka tayari, tumeandaa vyombo zetu, mioyo yetu tumeiandaa. Yale tunatoa kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye kiongozi wetu na ndiye mwalimu wetu, anatuongoza na anatuheshimisha. Bwana Yesu asifiwe. Situjiweke katika utayari. Ya 5 na ndio ya mwisho, nimeruka mingi sana. Inasema nini? To be greatly used by God, we must become servants. Bwana Yesu asifiwe. Ili utumiwe sana na Mungu, lazima ukuwe mtumishi. Mtumishi katika maandiko, utasoma kwa wakati huo mwingine. Iko katika maandiko, iko katika kitabu cha Matthew chapter 20 mstari wa 26. Nasema ya kwamba mtu yeyote anayetaka kuwa mkuu kati yenu lazima akuwe mtumishi wenu. Tunapotaka kukua wakuu, hata sisi viongozi tunaongoza wengine, lazima tukue watumishi wa wale tunafanya nini? Tunaongoza. Lazima tukubali kujifunga tawel. Kama Yesu alijifunga tawel, akaosha wanafunzi miguu na akawapanguza. Lazima tukubali kukua chini ya wale tunaongoza. Bwana Yesu asifiwe. So, kama una a good servant, Bwana Yesu asifiwe. Kama tunataka kukua watumishi wazuri, lazima tukue wanyenyekevu. Kwanza ni ruhusu. Amen. Lazima tukue kama watumishi, tusikue kama master. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kukua watumishi, lazima tusubmit to our pastors, bishops, wale wote wako juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunasubmit kwa hao. Kama tunataka kukua good stewardship, lazima tukue watu wenye wako trusted. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba nikiachiwa hii simu na niambiwe nifikishe mahali penye nimetumwa, nitaifikisha. Bwana Yesu asifiwe. Je, kwa dakika hizo 5 nimeomba mchungaji aniongezee katika matoleo yetu, tuko namna gani? Mimi niko namna gani? Mimi vile nimesimama hapa, nasema ya kwamba Mungu amenifikisha mahali penye nimefika, kwa sababu kuna wakati nilikuwa chini. Na Mungu wetu, kama vile maandiko yametuambia ya kwamba unapoweka chombo chako vizuri, unapokitakaza na kiwe tayari kutumiwa na master, na kwa hakika kinatumiwa. Kuna wakati nilikuwa naishi mahali palikuwa panaitwa Gitari Marigu. Najua wengi hawajui, hiyo ni ghetto kubwa sana, iko pale Dandora phase 4. Na hapo ndio nilikaa, na hapo ndio nilibarikiwa na hao watoto wangu wawili, mahali penye hata choo hakukua. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa mahala hapo, sida ilikuwa imeninyorosa, sikuninyorosa, na kwa kweli nikamkubali Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nilikuwa tunaenda kanisa, lakini sikuwa nimeokoka, na kuna ile kanisa ya mama nilikuwa nimelelewa, na hiyo ndio nilikuwa najua. Lakini nikataka kujua Mungu zaidi ya vile nilikuwa namjua, na nikaokoka. Na Mungu wa maajabu ni kwa sababu huyu Mungu
Saa hizi sigetani maligo, na wakati alinibariki nilikuwa namuuliza Mungu, kwani Mungu wewe wa ajabu aje? Kwa wakati nilikuwa naishi mahali hakuna choo. Sasa hii ni nyumba iko na choo 3 na ni mtu ngapi? Na wakati ule ilikuwa hata hakukuwa hata na moja. Nataka kusema nini? Tunapoweka Mungu wetu pale katika mstari wa mbele, tunapokubali kutumiwa jinsi neno la Mungu linasema, katika hili neno la Mungu, katika Biblia kuna vyote. Bwana Yesu asifiwe. Tuheshimu Mungu wetu na matoleo yetu, naye Mungu atatuheshimisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati niligojeka, Madam Paulina nakumbuka. Na hiyo kugojeka ikakuwa ilinipata tu. Madam Paulina ananiambia, naona kama uko mgonjwa. Mimi sioni kama niko mgonjwa because hakuna mahali naumwa. Lakini nikafinyika. Kaniambia sasa lazima uende hospitali ukaangalie. Na nilipokuenda kuangaliwa, nikapata kuna kitu ilikuwa imemea ndani ya koo na ilikuwa inafaa niende operation. Bwana Yesu asifiwe. Na ikakuwa matibabu ilikuwa inakuja almost 700,000. Wapendwa, wacha niwaambie vizuri kutumikia Mungu. Nitasema kwa sababu Madam Paulina ni msaidi ya kwamba mimi sikutumia notice na sikukoia. Watu wa kwanza wale walisema lazima mama aende hospitali ilikuwa wachungaji. Bona mchungaji, Mungu akamweka mzigo. Lazima ukuwe connected na Mungu ili abebese watu mizigo yako. Walibebeswa. Nakumbuka Paulina yeye akatengeneza grupu ya marafiki, yeye hata alikuwa treasurer. Na kwa vile walinipeleka hospitali ilikuwa very very expensive, nilikuwa nakaa kama minister, isipokuwa tu nilikuwa mgonjwa. Sasa after kufanywa upasuaji, sauti ikapotea. Na daktari akaandika ya kwamba wameinterfere na my vocal cord, so sitaongea. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli nikatoka kwa geta siongei. Sauti haiwezi toka. Lakini nikaambia Mungu, nakushukuru kwa sababu niko uhai. Na Mungu Baba, kila umenibakishia hicho ndicho nitakutumikia nacho. Sijali kama sauti haitawahi kurudi. Lakini niko na mikono, niko na macho na niko na miguu. Nitakutumikia. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu wakati haujalalamika na yeye anakujanga. After 2 weeks niliporudi clinic, daktari alikuwa ananiuliza, kumeendaje? Namwambia, hiyo ilikuwa ripoti yako, lakini kulikuwa na ripoti yako. Mungu ako na spare parts zako na zako ako nazo. Je, wakati unatumikia huyu Mungu, umemweka wapi? Katika matoleo yako umemweka wapi? Acha tuongee ukweli. Unafikiria wachungaji wakiingilia waseme hao ndio wanatoa half of that bill na bishop anaambia lazima huyu mama atamtolea pesa? Ilikuwa rahisi? Lazima uwe connected na kazi ya Mungu. Lazima uwe katika kazi ya Mungu, hauiachi. Naye Mungu atakupea watu wengine mizigo. Nataka kusema nini? Siku ya leo tuko na matoleo. Wapendwa, tunamtolea Mungu. Hatutolei viongozi, hatutolei mchungaji. Lakini tunatolea nani? Mwenyezi Mungu. Aliyekupatia vyote. Yeye ndiye tutaabudu na mali zetu. Tunamwimbia Mungu kwa nini? Mbona tunapea Mungu mabaki? Sisi tuko waaminifu na kutoa. Na katika kutoa kwetu, najua Mungu wetu ni wa baraka na Mungu wetu ni mwaminifu. Kuna watu wa aina 3 wa kutoa, na hiyo nitafunga naye. Ili sasa kutoka hapo ujijue wewe uko wapi. Nilikuwa nimeangalia 3 types of givers. Moja ilikuwa the field. Hiyo ni jiwe gumu sana. Hiyo jiwe gumu sana inakuanga jiwe ya black. Najua kuna wale tunaijua. Na hiyo jiwe ukitaka itoe kitu, lazima uchukue hama, ndiposa uigoke. Na hata unapoigoka, inatoa tu tumete, kakitu kaezi atakakusaidia. Yesu asifiwe. Na hata katika ufalme wa Mungu, tuko nazo. Ya kwamba before utoe, lazima mchungaji akugoke. Na hata anapokuoga, utatoa tu kama. Kuna ingine inaitwa the sponge. Tunajua kisponge kile kia mattress.
That is sponge. Ukitaka sponge ikupatie maji, lazima uigize kwa maji, halafu uifinye. Ikiwa peke yake, hata kama itamwaga tu maji, lazima itajibakisha. So lazima uifinye ndiposa iweze kukupatia nini? Maji. Je, mimi na wewe niko hapo ndani? Hata mimi najirudia. Hata kosa hii neno ni kosa, mimi si amebia tani nilinenea, sio wewe. Je, mimi na wewe tuko kama sponge? Lazima tufinye. Lazima mchungaji aseme fasi zote, Malaki yote 3. We are man of God. Je, lazima aseme hayo yote? Bwana Yesu asifiwe. Si ni vizuri tujijue vile tuko. Na ya tatu na ndio ya mwisho, kuna hii inaitwa honey of giver. Bwana Yesu asifiwe. Sega la asali. Si tunaijua sega la asali vile tu linafanya nini? Hata inapeana tu, haigojei hata kuhubiriwa neno, kwa sababu ako na utayari ya kufanya nini? Ya kupeana. Situkue even wakati ina flow, unaona the sweetness of that asali, kwa sababu even moyo ule unatoa umejawa na furaha na umejawa na utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Situkie kama ile kanisa la Korintho. Hebu andika haya maandiko, sitarudi nayo kwetu Murera. 2 Corinthians chapter 8. Mwende usome kuanzia hapo mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. 2 Corinthians chapter 8 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Tuone hiyo kanisa, uone hiyo kanisa la Macedonia. Mbona katika New Testament likakuwa organized, na niyo bilaki ya kwamba hili kanisa litakuwa kama hilo kanisa la Macedonia, ya kwamba wakati kanisa zingine zenu zote linatajwa kwa sababu ya matoleo, hili ndio litakuwa linatajwa kama kanisa la Macedonia. Bwana Yesu asifiwe. Walipeana kwa moyo wao wote, walipeana kwa wingi wao na kwa uchache wao. Ni kwa sababu siwezi kukupatia kile sina. Bwana Yesu asifiwe. Nitakupatia kile Mungu amenibariki. Aliyopewa mingi, ajue nayo majukumu amepewa mingi. Bwana Yesu asifiwe. Yule na yeye amepewa kidogo, atatoa hicho kidogo. Mungu aone uaminifu wake na amuongezee na amuinue viwango zingine, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wako yule anafanyanga vizuri sana shuleni, akikuwa namba 20 na amezoea kukuwa top 3, lazima akija ujue kwa nini alikuwa namba 20. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule anakuanga namba 40, hata akikuja namba 41, unajuaga ya kwamba huyu unazidi kumwombea Mungu amuinue kiwango. Mimi na wewe hatujabarikiwa the same. Viwango vyetu za baraka ziko tofauti. Lakini yule amebarikiwa na mingi, ajue ako na majukumu ya kupeana mingi. Na wewe umepewa na hiyo kidogo, kuwa mwaminifu na hicho kidogo. Ni kwa sababu nini? Yule aliyekuwa na kidogo aliongezewa. Bwana Yesu asifiwe. Utaongezewa. Mama huyu alikuwa anahisi kitalimaligo, sasa haisi kitalimaligo. Na wewe pia kuna mahali Mungu amekutoa katika kutumikia Bwana. Tafadhali wapendwa, tutumikie Bwana bila kusukumwa, kama tumejawa na upendo na furaha, because Mungu anapenda a cheerful giver. Ukipeana na malalamiko, hiyo heri tu ungekaa nayo, kwa sababu haina baraka. Ni kama yule mama alinipatia chakula kizuri sana, lakini kanipakulia kwa sahani iliyokuwa chafu. Haikuwa chafu, lakini haikuwa ya dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Napomalizia, wewe ni chombo cha aina gani? Kama ulikuwa hiyo cha udogo, kwa sababu maandiko yametuambia ya kwamba kinapojiweka vizuri kinakuwa chombo cha dhamana, chombo the master anaweza tumia. Wewe sasa uko chini katika matoleo, kwa sababu hapo ndio mahali uko. Unapokuwa mwaminifu na hicho kidogo Mungu amekubariki nacho, anakuongezea na anakuinua. Situkubali kutumikia Mungu wapendwa.
Situkubali kukuja kanisa masaa yale yanastahili. Si kazini tunaendanga mapema. Si kazini tunaendanga na giza. Situkubali. Hayo mengine najua tutaonana wakati mwingine, na Mungu awabariki, Mungu awatende mema, na hisi kuheshimika sana kwa wakati huo nimetumia muda wenu. Poleni sana na Mungu wa majeshi awabariki. Karibu.